Gifano wakere ndutaga nikigenagia muno muno tondu nikyo kiheaga gikuria kunywa na kwihumba tondu nikyo kiheaga gikuria kunywa na kwihumba wewe gakunyitwo geni thiini wa tafari ya mugambo wa murimi njeta Kimiti wa Gitau umuthi ndieri mothe thiini wa county ya Laikipia guku ni mwena wa Laikipia North na nikuo tukite nigetha twaranirie mundu gwitwo Charlotte uyu wira wake ni kuhoro wa kurithia ng'ombe kana kindu gigwitwo ng'ombe mburi na maundu mangi ta mau no muno muno kiria amenjete nakio ni mburi cia nyama muthenya umuthi ni kwenda tumenye atiriri aria baturite moritie mburi cia nyama cirithagio na njira iriku twi haha tutirahireirie muno handu egwitwo Thamburu nikio twi guku tutigirire Charlotte ni atutariria ndeto eno na tuhote kumenyita na njira ria yagirire ku na to uguo kwi mirimu iri ikoragwo ikigomera mburi ici no ndu mwe wa bata uria ngwenda ukorwo kinyita ni ati Charlotte ni mundu wa miaka 33 aria makinyita githweri umuthi turaria githweri umuthi githweri giakwa ndituthiite na kamucamanio tugaikara thi nakio tukerana lazima tuongee na Charlotte tuache maneno imekuwa nywe no haria ge ukiritwa ni ngumwira na Gikuyu uria turagorwo tukiuga tutindira chai na karara ke tuingire guku tumenye ndeto uria kihana hakiri undu ungi twaririe ati gifaru wakiria ndutaga ndikiendete muno muno tondu nikio gitumaga nore. Jambo. Salama. Salama kabisa. Salama kabisa. Sasa tutasonga tu hapa. Sawa. Mimi naitwa Kimiti Gitau. Na sasa nataka usalimie yule ambaye anakutazama nyumbani, uweze kutuambia pia unaitwa nani na hapa tulipo ni wapi? Habari yako rafiki? Mimi naitwa Altashawa Charlotte. Yes. Na mimi niko hapa ndo naitwa Lorora. Na hii ndo konde yangu. Mimi nafanya kazi ya kushunga ya kufuga. Hii ndo konde yangu ya kushunga. Okay. Na mimi ndo hapa ndo mimi napata hapa maziwa na mimi napata hapa nyama. Hii ndo kazi yangu. Sasa hebu tueleze hii kazi ambayo sasa hivi tunazungumzia ulianza vipi? Hii kazi ya mbuzi nilianza tu kitambo, nimesaliwa tu tukiwa na mbuzi. Na mimi ndio mbuzi yangu kutoka tu zamani. Okay. Na wakati sasa ulisema unajua sasa kuzaliwa na mbuzi ni kumaanisha ulipata mzee akiendelea na ufugaji. Lakini sasa wewe ukasema wacha nibadilishe hii iwe kilimo biashara. Si ndio? Kilimo lakini bado ni biashara. Hebu tueleze sasa wewe uliwezaje kuibadilisha sasa iwe biashara sasa? Baba yangu zamani wanapea kijana mbuzi 5, kila kijana anapewa mbuzi 5 na ng'ombe 2. Mimi nikapewa mbuzi 5 na ng'ombe 2. Na mimi nikaona hii ng'ombe yangu na hii mbuzi yangu wacha niuze hii ng'ombe 2 ndio nifanye biashara. Na nikauza hii ng'ombe 2 nikafanya biashara ya mbuzi ya kununua kuuza. Ndio nisikule hii mbuzi. Hii mbuzi yangu ikasana mpaka ikafika mbuzi 30. Kunayo magonjwa ambao huweza kusumbua wale mbuzi ambao unaweza kulisha. Pia ningependa naweza kujua nyinyi uwezaje kupigana na hayo magonjwa na either kuna kuagana yule ambao tunaita expert ama mtaalamu ambaye anaweza kuwasaidia. Kuna watu wanakuja kudunga mbuzi lakini wanakujanga tu sio wakati wote. Na hata sisi tunajua tu dawa ile inatumika. Sababu utumekaa na mbuzi kutoka zamani. Na tunaona tu asasi yetu ile dawa tunadunga mpaka hata sisi tunajua dawa ile inatumika. Tunaenda tu Mruti tunanunua dawa na tunadunga. Hebu tueleze ungumu ambao uweza kukua kwa ufugaji wa hawa mbuzi wa nyama na wa maziwa. Ni hiyo tu ya maziwa lakini sio sana. Ni kiangazi ndio ngumu zaidi. Tuko na shida ya kiangazi sana. Kwa wakati ya kiangazi tunakimbishana tu na wakati mali iko imenyesha kidogo tunakimbisha tu mbuzi ikule hizo green mpaka wakati inyeshe. Kama sasa nikiangalia upande wangu wa chini huko naona ni kama dimbwi ama ni mahali ambapo maji huweza kuja na kaa. Hamwezi kuenda mchimbue maji ili kuwe kama dam ambao mtakuwa mkitumia maji wakati wa kiangazi. Inaisha hata juzi hapa hakuna kitu. Hakuna juzi tulirudi hapa. Hii ni mvua tu ya siku 2-3 ndio imefanya tukuja hapa. Sisi tuko na shida ya maji. Shida kubwa ile tuko nayo ni ya maji sababu hatuna maji. Ni hii sasa hivi unaona ni maji ya mvua. Na maji tunatumia ya mbuzi ni ile damu nyingine huko mbali sana. Sasa hii tuko na shida tu ya maji. Leo tumeweza kuwaona daktari wakija kuwatembelea na tumeona wakifanya kazi mzuri sana. Hebu tueleze Charlotte, walikuwa wanafanya kazi gani? Wanadunga mbuzi kwa sababu juu ya hiyo shida ya ngozi. Kunaye yule mwingine ambaye huweza kuwasaidia ama wakati ambao wewe umeenda kazi upande mwingine, maybe umeenda huko kwa shambani ili kuweza kuangalia nyanya ama maybe umeenda kwa shamba lingine kuuza mbuzi zako. Kunayo yule ambaye mnafanya kazi ili kuweza kusaidia kwa kufuga hawa mbuzi. Niko na mshungaji anashunganga mbuzi. Hawa ni watoto ya shule.
wanasoma huko Rumuruti. Saa hii tu wako Rusa. Nyinyi uwezaji kujua mbuzi zetu ni hawa? Kwa nikiangalia naona mbuzi kila mahali, kama sasa hapa pako na mbuzi, pale pako na mbuzi, zile ni mbuzi zingine. Mtahakikishaje hazijachanganyika na mbuzi zingine za watu wengine? Ya watu wengine. Za ndugu yako, za watu wengine, ati mtu akija atajua ile ni yangu, ile ni yangu. Tunajua kwa sababu hii mbuzi kila mtu ako na alama yake. Sinaona hii kondoo? Sinaona hii kondoo? Hii ni alama yangu. Kwa hivyo ikipotea mimi najua tu alama yangu ya mbuzi. Na hata rangi ya mbuzi najua, hata ikiwa nyeusi. Nimekaa sana na hii mbuzi, kwa hivyo mimi najua mbuzi yangu hata ikipotea. Hata ikikaa miezi 2 mimi najua tu. Unajua kila mtu ako na alama yake. Haya, na hebu tueleze, mimi naangalia siku moja vile kazi inavyoendelea na vile mambo yanavyokaa na pale ambapo tunaelekea. Ukulima huu wako ambao sasa hivi tunaongea. Sasa kwa zile mbuzi ambazo ziko pale upande wa juu. Hawa mbuzi lazima tuhakikisha kwamba baada ya kuwanunua na unataka kuwauza, lazima waende wakiongeza uzani. Utahakikishaje ya kwamba baada ya kununua yule mbuzi umeweza kumpatia chakula vile inavyofaa, aweze kuongeza uzani wake kwa hali ya juu na pia kwa kasi? Tunapatia chumvi na tunadunga madawa na tunachunga mzuri ipate mahali iko na nyasi, isikuwe mahali iko na shida. Leshalote, kuna kitu ambao pia ningependa kufahamu vizuri sana. Kuna wale watu ambao wanabebaga mbuzi kama hawa, wanaenda mahali pengine, wanaenda wanaishi, wataenda wakizunguka wakati wa kiangazi. Hadi wakati watarudi hapa. Kwa nini wasiuze hizo mbuzi wakati wa kiangazi, wangojee kunyeshe tena alafu ndio waendelee na hiyo kazi? Kwa nini waendelee kuzunguka na hizi mbuzi? Tunaendelea kwa sababu kiangazi hujui ni nini itakuja. Unang'ang'ana ukisema inanyesha, kiangazi tu inakuja. Yes. Mbolea ambao sasa hivi kwa pale mahali ambapo unaenda unafungia hawa mifugo, unapeleka wapi mbolea? Mimi napelekanga kwa shamba. Mimi niko shamba pande ya Rumuruti ya nyanya. So ikitoa hiyo mbolea mimi napeleka huko, naenda tena kulima shamba huko. Uko na shamba ingine ya nyanya? Na shamba ingine ya nyanya. Hiyo ni mzuri sana. Kwa hivyo umefanya ukulima wa ng'ombe, ukulima wa nyanya na pia ya mbuzi. Na ya kununua ndume kuuza. Kununua ndume na kuuza. Ndio. Hiyo ni mzuri sana. Yes, au agwetera horo wigie kugura kindu gigwitwo ndume na kwendia. Ni hote nda twambe tuikirie, no ni tugucokereria thutha wa kahinda gatari coho, twende kwaria maingi megie urithia wa ng'ondu ici cia nyama na cia iria.